tuwe wacha Mungu kiasi gani, lakini kiachwa kazi ya kuamrisha mema, kazi ya kukataza mabaya, hatusalimiki. Ndio hadithi mbalimbali zinaonyesha. Mfano, kuna hadithi inayosema auha Allah subhanahu wa ta'ala ila Jibril, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimwambia Jibril alayhi salatu wassalam, anqalib madinata kadha wa kadha bi ahliha, akakipindue kijiji fulani, kapindue watu wake, maliza kule kutokana na makosa yao. Jibril alayhi salatu wasalam amekwenda katika kijiji kile, anamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabb, inna fihi abdaka fulanan lam ya'sika tarafata ayn, Mwenyezi Mungu wangu, mbona katika kile kijiji kuna mja wako fulani hajawahi kukuasi hata kufumba na kufumbua kwa jicho. Jamani, mcha Mungu kama huyu mshawahi kumsikia nyinyi? Alafu ucha Mungu wake unatolewa ushahidi na nani? Na Jibril alayhi salatu wassalam, muta'i tamamin. Ucha Mungu hauna shaka yote, sio ucha Mungu tunaopeana mimi nawe. Wallahi mashaallah, sijawahi kuona mcha Mungu kama yule. Shekhe, unamjua mcha Mungu? Shekhe, unagawa tu certificate za ucha Mungu. Huwa a'lamu man ittaqa, Allah ndo anajua peke yake nani wacha Mungu kweli. Fala tuzakku anfusakum, msijisafishie tu manake na kujipigia debe na kujipalilia, mnapalia nini ile majani, manake cha Mungu yule, mcha Mungu huyu. Lakini hapa ucha Mungu wa huyu bwana anauthibitisha Jibril, lam ya'sika tarafata ain. Mimi na wewe sijui kama mtu anaweza kukaa saa moja simwasi Mwenyezi Mungu, kama haikuasi akili yake, basi jicho lake, basi sikio lake, ulimi. Lakini jamaa unaambiwa kufumba na kufumbua kwa jicho, kupepesa kwa mpepeso wa jicho, hajawahi kumwasi Mwenyezi Mungu. Alikuwa mcha Mungu kiasi gani? Allah anaambia kaangamiza kijiji hicho. Mwenyezi Mungu anamjibu Jibril, anaambia mimi naelewa hilo, lakini nasema hivi, aqlibha alayhi, pindua tena mwanzo yeye huyo, lianna wajhahu lam yatama'ara fi sa'atan qat. Haya, kilichomponza kitu gani? Jambazi, tapeli, jizi? Hawajitana? Hapana, hakuzini, hakulewa. Lianna wajha, kwa sababu huyu mtu uso wake wala moyo wake haukuwa na fikra yoyote. Lam yatama'ar, yani ile kuwa na fikra, kuwa na uchungu kwa ajili yangu. Yeye katosheka na ibada zake na kule anafanywa ya kufanywa. Kwa maana hiyo mwanze huyo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akitufundisha hadithi kama hizi ni kwa ajili ya kufurahisha masikio au kwa ajili ya mazingatio, kwamba tuambiwa sisi ikiwa hakusalimika mcha Mungu kama yule, ili mradi aliacha kazi ya kuamrisha mema kukataza mabaya, hakusalimika. Nyinyi mna ucha Mungu gani wa kukusalimisheni bila kufanya kazi hiyo?